as Elsie, the song is known as Sawa Sawa, right here. And to inspire, refresh, connect, and it's good to have you. It's a blessing to have you this morning as you get to share what God is doing in the lives of His people. On the other side is Uncle Sadiq, aka DJ Sadiq, aka Marvin Sandel, doing what he does best, the mix genius himself. But right about now, we're getting to my testimony. Lots of dispensaries coming through as a result of the Sunday school. So you can actually continue getting in touch with us, and we told you if you want your Sunday school to come and share with us, very simple. Drop us an email. Our email address is tukuza@standardmedia.co.ke, tukuza@standardmedia.co.ke. Then we'll invite you and we'll have a celebration together with the kids right here in studio. But right about now, we have my brother here, anaitwa Barton King. He has an interesting story about his life and what God has done to him. And if you're out there today, unasikiza ama unatazama na katika maisha yako unasema kwamba wewe umepitia ugumu fulani na hujui kama utatoka pale, Mungu anaweza kukutoa pale na kukuweka mahala pazuri zaidi. Kwa hivyo usichoke, usifadhaike. Barton, karibu sana. Asante. Good to have you bana. Asante sana. Mzima tena sana. Kabisa. Wajua siku zote mimi nimefikiri wewe ni mkongomezi, mtu wa Mokoto. Sasa leo nanaambia wewe ni Mkenya halisi kabisa. Ile Mkenya tu. Kitu hapa Kapsabet. Okay. Mama mzaliwa, Mungu ni mlia. Maragoni. Yeah. Okay. Kwa hivyo kwa kuanza tunafikiri itakuwa ni vyema watazamaji wajue Barton King. Sijui kama ni majina yako kamili kwenye kitambulisho ama ni what is name? Mimi jina yangu Barton is my real name. Okay. Yeah, but King sasa ni ile ya muziki. Yeah. But naitwa Barton Kabul. Okay. Yeah, that's my real name. Okay. Na nimeokoka na mpenda Yesu na nafanya gospel music. Yeah. Na church hapa Sekimo, Pastor Tumaini. Tutaanza moja kwa moja tu tuende tueleze ulipozaliwa, maisha yalikuwa vipi na uliprogress kivipi? Yeah, asante. Nashukuru Mungu kwa hii nafasi ambayo umenipa ili niweze kushare na watu how God has brought me leo ambao nimekuja nao. Mimi nilizaliwa na single mother. Okay. Mamangu alikuwa single, sikuweza kuwa na baba yangu mwenye alinizaa. Na tukakuwa tuko wawili, sister yangu na mimi ndiye first born, alafu mimi ndiye second born. So mamangu alikuwa single, alikuwa anafanya kazi ya nyumba, alikuwa house help. Leo anasema wapi? Hapa tu Nairobi. Nafikiri utatumia hiyo. Hiyo tuko on. Na mamangu alikuwa single, alikuwa nasi, alikuwa anafanya kazi ya nyumba kwa mzungu, kulea watoto, nyumba tu na kutengeneza nyumba. So lakini alikuwa mtu wa bidii sana, so akajitolea sana. Na nilikuwa na like my mom was also like a dad and a mom pia. Lakini na tunafanya alikuwa act kama dada yetu pia. But hatukuwa na kuonyesha Mungu. Kwa sababu tulikuwa pastor. Tulikuwa tunasomea Western Church tofauti na kama tunaishi na huko. Sasa tukaendelea hivyo mpaka nilipofika form 2. Kwa hiyo kabla ya form 2 maisha kwako ilikuwa sawa sawa? Maisha ilikuwa poa, mambo yalikuwa na kujitolea sana mwenyewe. Niliona boss mdomo kuna bidii ya independent strong woman hiyo independent kabisa. Na alikuwa na bidii sana, alikuwa anapenda vizuri, tunakula kila kitu kwa pesa. Kuna kitu nilisikia ama nilihisi umekosa kwa sababu ya baba kutokuwepo wakati huo? Certainly nilikuwa na mistake na father, but not in terms of provision. Okay. Mambo alikuwa na provide Kabisa. But ile tu kumizia na bidii na ingine kwa na baba yangu. Kichokozana na kumwenda kuingia bidii. Sasa unachanganya tabia na malengo bidii na ulikuwa I mean and the many people who are watching and probably wako katika hiyo hali hawana fathers, wako na single mothers pia. I mean that's their life. Uliwahi muuliza mama yako mara kwa mara, baba yangu ni nani, yuko wapi? Ya tuliuliza tumeshinda, lakini tuliambia baba amekufa mkiwa mdogo, ndio anaanza kumwona. Na yuko anapenda hiyo story sana. Alikuwa anasumbua, so tukiona mwanzo wetu tunaacha. Yeah, so nilikuwa so form 2 bado nimefika form 2. Nimefika form 2, sasa nilikuwa form 2 nilikuwa kwenda high school. Hata kwa nini so nilikuwa kwa school kwa bado nilikuwa naomba tu nikiwa mdogo hata shule.
So nikakuja Nairobi for music festivals hapa KICC. So ilipoisha nikaenda home. So after home nikiingia kwa nyumba nikaipata na extension ya kwenda job. So kumwona mpaka friend. But before that, hiyo tu mwaka that was 24. In June, huyo girlfriend alikuwa na pass. So nikasema you are still living from Kapeng. Then nikakuja home. Sasa after that ndio nikamita home for the first time after the marriage na nikamfanya. Right. So nikaingia baada ya kutoka na chungu, lakini sasa kumwona akafurahia sana. Nikamkumbatia tukaingia kwa nyumba. Akaniambia niende job but nikirudi na tutaongea. So akaenda job. Kurudi after lunch. Akaniambia nasikia kuna headache. Nikampatia dawa kameza akaenda job tena. Kurudi jioni kwa saa na headache haijapona. By the time tulifika the second day sasa yule kuamka na friend mtu akakuwa kazi amka. Sasa headache imekuwa ni intense. Sasa mimi nikadhania tu ni jokes. Of course yani ile unajua ni migraine atakuwa sawa. So akaenda job tena. Alikuwa ni job. Kwa sababu huko usiku ndio the third day akaanza kulia usiku. Anasema vitu nisikia na sana. Sasa naye akaanza kusema ati Mungu nisikia kama nitakufa. Hao watoto wangu ndio chini. Mimi nilikuwa naambia wazee tukana kwa muda na sisi tuko Nairobi kutoka shule. Sasa kwa nini sana usiku Mungu atakuambia hizo kuna advance. Sasa nasema mtu alikuwa 6 kumbini weka hizo kuonekana kufa. Ile alikuwa ni shtuka na mara yako. Yeah, sasa nilishtuka kwa sababu sikuwa nimeshaona in that situation. Unaona sasa ndio babangu na mamangu pia. Lakini wao mimi ndio don't understand. So tabi akataka kwenda job na usiku analia lakini asubuhi anakuja job. Kama wali kidogo imesema kwamba alikuwa anakuwa advice. Anakueleza kwamba anakufa. Ama alikuwa anakueleza kitu na advice na mtu mimi napitia maisha na mimi maisha ngumu sana. Nafanya vitu mingi na kusini na watu. Nilikuwa nafanya kazi ya Yesu kwa sababu kama msomi. Ila nimeambia kwamba ukikosea usirudishe na ndio tu Mungu akubariki. Ila nilikuwa naingia vitu zingine mtu anakisikia. Nilikuwa mdogo lakini mpaka sasa ndio nakumbuka. So akaniambia nipende akaniambia usiku sasa tunaendelea usiku so nachukua na mwaka kwa hivyo ndio hizo ndio mimi mdogo na mchukua peke yake nirudisha chini tena nirudisha kwa peke yangu kwa nyumba so akaniambia asubuhi nimchemshie maji ndio kwa bathroom kwangu. Hiyo wiki kulikuwa na stima ilikuwa inapiga tusha ukishika hata sufuria kwa simu ya shaka. Lakini nimechemshia maji kwa kwa bathroom kwangu. Hata kumaliza tu minutes kwa bathroom. Nilifika tu hivi nikasikia kelele kwa bathroom. Sasa baada ya show ndio kazi na mimi nilikuwa nakuja hapa nikiwa kwa chini the next room. Nilikuwa kazi hapa kwa mzungu bado. So nikasikia mambo commotion kwa bathroom. Nikasikia tena bathroom. Nikatoka mbio. By the time nifika kwa bathroom, ile kazi yangu ilikuwa hapo nje ashafika. Na aliingia na akafunga mlango. So mimi nilidhania labda ni stima inanipiga shot. So kazi yangu ikafanya mlango. So nikafika kwa mlango nikapata nifunga. Kazi yako kwa hivyo alikuwa ndani. Aliingia kwa bathroom na akafunga mlango. Sasa kwa leo ndio anafunga. Sasa mimi nikaanza kubaya kwa mlango. Nigonga na tena. Wakati huo nasikia sauti zote. Akakueleza kimya. Sasa mimi nilikuwa napitia katika moyo wako wakati huo kibango wangu. So I think that is the lowest point of the life. Any next can you imagine scholar? I don't know what I was thinking. You had panicked. Alafu najua bado sikuwa na understand vitu. So nilikuwa nasema kazi yako ndio. Literally nilikuwa nikana using my mind at all. Right. But finally kazi yangu nikasukuma mlango. Kumbe mlango alikuwa kaanguka. Alikuwa anatoa nguo nyingi. So ni kazi nyingi ya kusema nini. Okay. Sasa ndio mlango kwanza ndio nifanye. But kumbe mlango alikuwa anaingia. Hakuwa anafanya anything. Hakuwa na move. Nikapiga tu kwenye geti nikascream. Sasa nikaenda please rudisha mlango. Tukachukua kazi kwa ndio tusimame tu pamoja. Sasa ndio ndio kabisa. Tukaondoka tu tukampeleka kwa
akashtuka tu ndio kwa steam kwa light. So nikapiga makofi akashtuka. Akaanza kuniambia tena ndio kwenda. Kaza ndio kwenda hapa. Hata kivuli ndio kwenda. Ndio niende. Nikaambia niko na yeye. Tukapigia boss wake simu, Mr. Lee girlfriend. Ndio simu. Tukapigia tena akakuja pale. Ndio sasa nikaanza kazi kwenda. Kaambia tu kama yeye anaendelea tu because anajua Right. But tukamchukua mzee akakuja mradi akakuja tukampeleka Kenyatta hospital. Tukiwa kwa barabara kwa gari kidogo kwenda mzee alikuwa amekaa hapo kwa driver, mimi niko kwa driver na kazi nimeshika sana na punch sasa mimi alikuwa ni so kuangalia akaniangalia mimi katani na kuangalia akanitemea akaniambia acha kuniangalia unanizungusha usiku mzima nataka kwenda unanishika unanivuta achana na mimi ndio ataniambia nitaenda didi ungeta baki hapa sirimu kwenda hata usingote mtaenda utashike ananisumbua sana I think ndio nilikuwa to pass but ile ni yeah I was really kama tukamwambia siku ya kwanza siku ya pili tukaenda kumvisit tukapata mapema kabisa tukaenda na church pastor wake akakuja tukapata mungu mapema kutoka nje akamwita akaambia bado anakuja kama hao ndio kaambia niko 14 kaambia pastor ambia mtoto asilia sana mimi ni mapema niko bado nitaona unasikia mamako mapema tukaanza kumwona tukitoka nikiwa nje ya nyumba nje Kenyatta zile lens kwa hivyo zile transparent You can see. sometimes that is really nimeenda na mwingine sana na for the last time nikakataa nikaanza kupigana naye but I didn't tell anyone nikasema I'll come back to see her nikaita nitaenda kunionyesha kwa masikizo na mwingine tukatoka tukaenda the third day my sister akakuwa sana amekuja on Thursday Right. sister akakuwa amekuja akaenda kumzika kwa mmoja wao kurudi jioni hakuna mtu alikuwa anaongea ananiuliza tukaanza mimi nakupea mtu kesho naenda kumchukua 27th of August nikarudi huko asubuhi kwenda kuchukua mungu kwa discharge sikuwa nimeenda my sister ananiambia walipofika tu kwa stage wakipanda wakasikia mwenyewe na screen Okay, hold it right there. Tutakuwa tunarudi baadaye na Barton na atakuwa anatueleza after all the struggle, mama wake anamwambia naomba, mara mambo yanabadilika, mara anapona. Wakati alipokuwa na screen this final time, what exactly was happening at that time? Atakuwa anatueleza na kisha maisha imekuwaje, kuendelea tu na who is he right now? We're playing this song na wimbo mzuri sana ambao ameimba na Pastor Tumaini, wimbo unajulikana kama Usizunguke chini. Ukiuliza wanadamu mambo yao watakusaidia vipi, wewe panda juu kule utapata msaada wa hakika. Mbona hiyo wimbo Barton? I think ni ile tu challenge nilikuwa nimepitia in my life people treated me Okay. as a brother of my life. Wacha we'll come down. Kwa hivyo ni wimbo wa kukutia wewe moyo haswa Kabisa na wale wengine pia ndio wanasikia ni vile okay. cause mimi najua nikienda na church tunaomba tunaomba tu Amebadilisha maisha yako. We're coming back to your story. Kuna feedback inaingia tu hapa. Marando Ben anasema Barton King story has really touched my soul. God bless you. Ashia Julia anasema listening to my testimony with Barton King, his story is so touching. Looking at a mom at the age of 14 years. Ni mzito kabisa. Kips Langata anasema my testimony amazing. Moses unasema usizunguke chini bwana, juu ndio utapata msaada wa kweli, manake Bwana anatenda. So keep the feedback coming at KTN Tukuza, the official Twitter handle. You can also go to our Facebook page Tukuza, like it, post your comments right there, and our Instagram handle is
at KTN Tukuza. Remember our hashtag is Tukuza. Make sure unaweka hiyo hashtag inakuwa fiti kabisa. Tukirudi kwako Barton King, unasema kwamba sasa tarehe 27 Agosti sio? Ukasikia wale ambao walikuwa wamerudi kumuona mamako. Mamako amekuwa mzuri tu, amekuwa mzima, ana afya njema, mambo yake amerudi sawasawa. Wakiwa wanapanda juu kuelekea kwenye ward, wameenda kumdischarge, wakasikia akipiga nduru. Kisha what happens? So my sister kufika hivi akapata anaambia hivi change completely. So my grandmother and my aunt hawakungoja, they went to see the doctor. Wauliza shida iko hapo. Then my sister alibaki tu na Mungu pekee. My sister never touched my mother. Alibaki tu na Mungu. Basi tu na Mungu kakata roho. Sasa tunaangalia. Wale wanataka. I even feel a lot of pain because my sister, she never talked to my mom. As in, so wakakuja home. Mimi nina tukuku watu wamekuja kuintiani bank wa mwenda kuintiani. Nilipofika tu ule pastor mwenye alikuwepo akasema tuombe. A lot of my mothers got through the prayer. Oh God. Hata kuna mtu mwenye. How is that? Kwa hivyo ukiomba uliomba vipi? Ule pastor aliomba kwa kasema Father nitoki na kwa hili ndio napumzisha tu. Anasema hii hujaambiwa chochote. Yaani ulisikia amekufa during the prayer. My God. Ulisikia vipi Martin? hapo ndio nimeona yaani mshauri maagizo yamekuja hivi kwa mfano. Ile help sasa nikapotea mimi. Nikaona kisa kitu kama kitu change. Sikuwa na mimi hata mmoja. I just screamed in the middle of the prayer. Hata ile prayer kuisha. Nikaanguka tu chini nikalia. Yaani nikaonelea sasa mimi napenda maisha. Napenda nikapenda. So after, of course, kusikia hiyo, now you have to go through the mourning period. So, how is that for you? Tukaenda Nairobi. Tukaenda Nairobi. Hiyo ndio alikuwa. Napeleka vitu zetu kwa tunaona. During the funeral, tukaenda kutupanga so many things. But I think we need to make a promise yake kwetu. Because after that, sasa life ikachange. Nikarudi high school, kumalizia mtihani mwenyewe nikajitolea, nilikuwa South Africa. Nikajitolea, nikalipa school fees yangu. After tukumaliza kulipa school fees yangu ya form 4, nikaacha job. So nilikuwa nafanya before nikijua kuna college kwangu. But I was very brilliant in school. Naenda to be a journalist. Right. But nikimaliza nikajua kuna college kwangu. So after kumaliza nikaenda kwa shosho yangu kuishi huko. There's another aunt of mine akanichukua kunipeleka Eldoret. Ndio nipata nimepitia shida, shughuli hizi tu sustain, niko na shida pia. Nikaenda kwake. Katika kwake alikuwa tu mpenda, lakini sasa mama cousins nikapenda police to me, it was very bad for me. Hiyo ilitendeka vipi? Okay, first now, you may forgive, as in I don't have anything against them. Right. Nasema tu kwa sababu True. sasa kaanza kuchoma makaa. Chote ni mshago. Huko ndio huko. Shamba tractor nikanunua nimeacha kwa kaunti so Lazima kwenda kutengeneza. kukiacha na kuangalia na bila miti. It was kama nani wakati huo wote? until tu Where is your sister at that point? sister yangu alikuwa kwa ndio mtu mmoja. Okay. Akafanyishwa kazi ngumu. Akaenda kubadilisha vitu akatoroka. Akaelewa. Na mtu tu she wasn't ready but ile tu ametenda. Kwa sababu ya shida. Lakini ndio kuna ndio kuleta mradi kwa job nyingine akamaliza kupata job. Niko na mtoto wangu kwa leo. Job kwa leo. Na computer na English because I was good in English. Right. My sister shida zikaongezeka akatoroka. Nilikuwa natoroka akapata dawa. Nilipata tu job yangu. Hiyo job sasa kitu nikacontact my mom's family boss. Kanileta kupata job ile kibarua tu. Ile kama first salary ni just under money.
Ile mtoto mkubwa kwa tumbo akazaliwa. Akakufia kwa tumbo. Akaenda kujifungua. Nikaprepare dawa ambazo hapo kwa ukamtumia kisaizi. Nikaenda Mombasa nikafanya operation. So akatoka Mombasa akatumia dawa zote. Sasa niko nafanya job na si unashughulika na vingine. So kibaraka kwa mwingine ndio area nilikuwa natembea usiku naenda job na shift. Kwa kitu. Wanda nikiwa church nikajoin church yangu kwa Bishop Leo. Right. Nina respect kwa zamani leo tuseme hivi. Siku ile nikiwa church nikienda hizo wananiheshimu. Akakuwa anakuja church niko akaona tu nikienda kaniambia akakuja kupiga kasema kwa kijana naomba kwa nimesikia ni church watu mpeleka studio kanipeleka studio kaanza kunisoma nikaenda tu kwa sababu nilikuwa nimetembea siri ndio zote na kumwona but ndio nimetembea siri because my first but haikuwa kudia tu sisi wakati na kamera na mimi kwa nyumba ile hizo tunastaki kwa rekodi kwa hiyo nikatoa yes nilikuwa nikianza na kila kitu yes so nikajua chacha kwa mfano kwa praise and worship. Yuko praise and worship, huyo ndio praise and worship akaniona. Akafeel kuna kitu ndani yangu, akanipenda kwa nini. Sasa after tu kwanza kunimenta mimi najaribu kuuza hapo hivi nikakufa pia. Hiyo basi Mungu hiyo ndio praise and worship anaitwa Yesu anakufa. Sika bado ndio nataka niweze kulead praise and worship church. Nilifanya kijob kidogo na fear was in the way that siende. Na wazili mimi akakapa the first job ndio kusukuma kidogo. Nikaenda kwa job ikaisha. Kwa hivyo huyu Justin ambaye alikuwa anaanza kukumenta akawaga dunia. Ndio ambaye alikuwa amekupatia kibarua akarudi ng'ambo kwao. Ntangu na job nilikuwa na job certificate so I was not prepared. So anybody mwenye alikuwa jibu kunisaidia ni something happened to wanatupotea. But I think Mungu ili uweze understand anasema anaamua mtu anayetegemea Mungu. Right. I think God did that specific as in intentionally so that you get all your focus exactly on God. Kwa mtu. Na hiyo ilikuwa na ndio by all means. Ile tu ndakatu nitegemea peke yake. So hii ni wabaki nimebaki peke yako. Hauna kazi, hauna mahali pa kukimbilia. Kazi. Sasa bado sina job sasa after the first year tena akapata the second pregnancy. Tena kama kufanya operation. Sina kitu tena pesa ya kutoa saidia. Ile kibada sana nafanya na maisha. To buy from people. Ndio tunasema ndio system. So tunastahili baada job hiyo ndio maisha ndio sasa kutoka na ndio story. Niko nateseka. Ndio job nataka nilipo kwa bill. Hakuna bill kama job hakuna account depend. Right. You get. So around that time kulikuwa na swali linatokea mtu anasizana na Pastor Tumaini. Ili hii back time nikajua kuja specific info. Ndio nifanga nilikuwa nazama literally. So ni back time nilikuwa nataka kusikia nilikuwa nishikana na bonus. Na still lakini nilikuwa siwezi kuja pesa. Nikaenda kwa tennis shop kwa pesa. Nikapewa hiyo simu yako. Ndio just call me ndio kwa chini. Ndio Pastor Tumaini. Hapo Pastor Tumaini ndio Tumaini ndio kwa kama inawezekana. Kama ndio tusingoje. Njoo kuja mbele. Amazing. Ndio wanasema nini? Because I've learned the pain of help. Anybody needs my help. It doesn't matter when I've got in my life. You will go. I will help them. So long as I can, I will. Because unaelewa vile sisi sasa zile tunakuwa nikishakuwa nataka kushika simu za watu labda nataka kusaidia watu but mimi learned humility from my dad. Nikaenda Rwanda kukutana naye. Sasa Tumaini. Kukutana naye is my spiritual father right now. So akanipeleka tena nikamwelezea story yangu. Kaniambia tunisaidia. Kanipeleka studio. Alikuwa anaamka kutoka 4 AM asubuhi. Saa 10. Nilipeleka kwa hoteli Kasarani na gari yake. Akafanya harusi that time. Ndio alikuwa anafanya wedding. Alikuwa anaita mfiki
during the honeymoon period. Anakupeleka wewe rekodi muziki. Ananipeleka mimi studio. Bila kunisaka shamba moja. Hiyo ile inamsaidia tu bila kutarajia anything. Leo pia ni mimi na wengine pia like. Sio pia mimi nacheza muziki yangu ndio nitisha anything. Sabiki nimepelekea muziki yangu na hata kwa mimi yake. Nikadhania ataanza kuniambia wewe lazima tuangalie msemo wa moto. So nashukuru Mungu because of such people. Mungu amenipa kwa the gospel ministry ya kukuza vipawa na kusaidia watu. So tukaenda studio tukarekodi hiyo song. Sasa akasema kumaliza hiyo song ilikuwa ni sasa nifanya video. Siku ya kwanza hakuna kupata penye kupata do. Kwenye nilikuwa church hakuna issues zikaanza. Ile tu ni peace tu hakuna peace in that church. So ikabidi tu nimetafuta nikasaidia nikatafuta some friends nika pamoja. Sasa kama nitia kupanga lunch. Actually nilikuwa Harambee lakini tukaendelea ile tu good name ndio ile sio ndio pesa kidogo. So tukapanga tu vizuri tukifika 3 weeks to the event to the Harambee kama timu nzima kamata officials wote chairman vice chairman treasurer wakamata siku moja 3 weeks event imefika ndio tumekuja kukuambia sio tuendelee na event tena reason ilikuwa nini? Reason ilikuwa ati pastor wao amekataa hiyo ikakuvunja moyo tena nikatoka yote nikabaki peke yangu nilikuwa ndio chairman wa kamati yangu na kila kitu so lakini tukapanga pia lunch Mungu akasaidia ikatendeka ikafanyika na nikafanya hiyo song usizunguke ukapata hela ukafanya sasa hivi Barton najua haijakuwa muda mrefu tangu wakati ule sasa unajishughulisha na nini maisha imekuwaje na una vitu gani katika maisha? Nashukuru Mungu sana yaani kama kuna testimony ambayo mtu anaweza kutumia as a real life situation ndio anasema mimi Mungu yuko ndio anaangalia tu mimi just a few years ago sikujuliza my first song hiyo sizunguka zinafanya song nyingine ndio Mungu amenipatia sasa mimi niko church hapa campus system na kushirikiana na tunaona ile ni mentor ndio mimi muziki wangu ndio nimetoa Mungu amenisaidia na kubariki na watu na nashukuru Mungu sana kwa sababu then niko na group inaitwa Youth Worship and tunaleta together people from all over the country ndio ni direct ndio ni dual tunashukuru Mungu kwa sababu tumefanya worship experiences sasa mimi niko church mimi niko church watu ile tu ni Mungu amenipatia tu favor. Kwa hivyo unasema you purely into ministry. Na bado unaona Mungu anakutosheleza pale, unaweka chakula kwa meza. Mambo yanasonga. Sio? Watu wengi ambao wanapitia changamoto nyingi katika maisha, vijana kama wewe. Na kwa sasa unakutazama tu kuna wale ambao ndani ya moyo wao yako at the point of kuzama. Wanasema mimi hapa nimeisha. Anataka angalie kamera. I want you to encourage them. Alafu tunamalizia pale. So, mimi kwa sababu ya Mungu. Na kama Mungu amenifanyia, hakuna kitu hawezi kufanyia. Kuna siku mtu aliniuliza, kuna siku mtu alikuwa anajua kutoka na kama hizo kuenda. Mtu akaanza kuniambia, "Eh, it's a lot button." Kuna rafiki yangu akaniuliza, "Hivi wewe ni celeb wa kitano, ukifika kuna mtu anasema, wewe tena." Sasa juzi mimi nimepigia simu kama mimi kama nafanya kwa maisha yako just need to be patient mimi nilipitia because the same story yangu yote because of time but zile vitu ambazo nimepitia zote I've learned to be patient with God ili just trust in Him kama Mungu amebunia kuonyesha makombozi one day unasema my one day it is still ahead of you that itakuja tu you see after doing the will of God it is always good to be patient and wait upon the Lord because haizi chelewa Mungu haizi chelewa anajua something could be good for me right now but it is not about for you at this time so Mungu anajua tunahitaji everything that you need God is there for you na atakupatia in the book of Luke chapter 1 verse 5 Biblia inasema Zakaria alikuwa priest alikuwa he was righteous before the Lord alikuwa holy but bado hakuwa na mtoto haimaanishi Mungu alikuwa na mtoto but after waiting upon the Lord ile after kungoja what the Lord will do for him eventually Mungu anampatia mtoto akasema God
unafaa celebrate when people are not believing in you. Yeah, Sarah hana need ajipengine ile wengi watu wanakuchokoza, watu wanaona kama uendelee, because waiting it's painful to wait. It's not easy, unaelewa, yani si rahisi kungoja, but eventually when Mungu anakuja it comes in a way that you never expect. You will not expect as a great kukuza at the common testimony. It's just because of Mungu, just because Mungu tu amefanya, like the favor of the Lord will come upon you. Haijalishi umezaliwa wapi, you are an orphan, just feel encouraged. Kama alimfanyia Mungu ana upendeleo, bado atakufanyia kwa maisha yako in the church. Thank you very much, Batu. Bora kubila sana. Hiyo tu chorus ya mwisho tu, usizunguke. Usizunguke chini ukiuliza watu wanasema nini. Usizunguke chini ukiuliza watu wanasema nini. Panda juu, uliza Mungu anasema nini. Panda juu, uliza Mungu anasema nini juu yako. Waka! Amen. Usizunguke chini, panda juu, uliza Mungu anasema nini juu ya maisha yako. We're taking a commercial break. After the commercial break, we'll be having some very good music. Youth Arise, DJ Sadiq atakuwa anatupeleka level nyingine. Others, God bless you. Later on, we're having Troy Anthony Smith, Pastor Troy Anthony Smith, all the way from Los Angeles, California. An amazing message. You don't want to miss that. This is Tukuza Cinema.